ndio basi na kukaribisha kwenye runinga yako ya Kisi Hot News TV kila siku ya Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 1 asubuhi kwenye kipindi cha Sifa na Ibada. Nami ndugu katika Kristo Isaac Leonard. Usikose, maana itakuwa ni baraka tu. Barabara kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ulinzi, rehema, fadhili na kila jambo ambalo anazidi kulifanya juu ya maisha yetu. Na ndiposa katika asubuhi hii ya leo, yeye ni egemeo letu, ile ni baba kwetu. Tunamshukuru kwa sababu ya neema na fadhili ambazo anazidi kututendea sisi wale ambao tumemwaminia yeye, ambaye yu anaishi katika maisha yetu. Nazidi kufuatilia hapa kwenye Kisi Hot TV tukiwa tumeamka vizuri, nikitumai kwamba Mungu amekulinda, amekufikisha katika asubuhi hii, na inabidi kwamba ama yatupasa kwamba tuweze kumshukuru kwa sababu yeye ni zaidi ya yale ambayo tunayakusudia katika maisha yetu. Sijui wewe unanipata ukiwa maeneo gani, lakini katika asubuhi ya leo ninajua kwamba Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwenye urehema, Mungu ni mwenye baraka, Mungu mwenye anazidi tu kusifiwa kwa sababu yeye yu anatosha kabisa juu ya maisha yetu. Karibu sana ikiwa kwamba ndipo napojiunga pamoja na mimi. Naitwa Papa Isaac Leonard, nikiwa nimeingia mwendo huu wa saa 11 asubuhi ili kwamba tuzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu na kulisifia neno lake, kwa sababu neno lake ni ngome imara, ngome isiyotingizwa, kwa sababu amesema kwamba tunapojenga madhabahu yetu katika mwamba hayawezi galikishwa, hayawezi tingizwa, hayawezi fanywa chochote. Lakini kila ambacho tunaamini kwamba Mungu Mwenyezi ambaye ni Mungu mwaminifu wakati wote atazidi kutubarikia kila wakati, ili kwamba tuweze kufanikiwa na tuweze kuinuliwa katika hali hizi za kimaisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pia wiki hii nzima ametujalia, licha ya mambo mengi kisiasa pale, mambo mengi pale, watu wamepigana, watu wamekimbizana lakini kila ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu yeye ana mpango mwema juu ya maisha yetu, na bado anazidi kuitwa baba kwetu. Kwa hivyo karibu sana ikiwa kwamba unaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Naomba kwamba tuweze kuomba kwa pamoja na tuweze kukaribisha Mwenyezi Mungu, tuweze kumuitanisha, tunamuitisha ili kwamba awe pamoja na sisi, maana asipokuwa pamoja na sisi basi hatuwezi kwenda bila yeye. Na kweli kama hatuwezi kwenda bila yeye, inabidi kwamba tumjue kwamba anapokuwa karibu na sisi, anapokuwa katika upande wetu, hatutagalikisha, na kwa kweli mambo yetu yataenda vizuri bila shida yoyote. Sijui kama unanipata vizuri. Kama unanipata itakuwa ni vizuri ukisema kwamba tukupata ili kama nijue juu kama mambo yako namna gani. Ikiwa mitambo iko mzuri pale nitashukuru, na ikiwa iko mbaya tutashughulikia. Mwana mitambo yuko pale na mambo yatakuwa mazuri kwa wakati usiokuwa mrefu. Karibu sana ikiwa ndipo unapojiunga pamoja na mimi, na Mungu akubariki katika Sifa na Ibada, kipindi ambacho kinakukujia kila siku ya Sato na Sunday mwendo wa saa 11 asubuhi hadi saa 1 asubuhi. Naomba kwamba tufunge macho yetu tuweze kuomba kwa pamoja na kumjulisha Mwenyezi Mungu lile ambalo tunahitaji katika siku hii kabisa. Tunakushukuru Baba yetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru Baba yetu kwa sababu wewe ni kimbilio letu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru pia kwa sababu wewe ni kimbilio letu. Asante kwa sababu Bwana, tamanio la mioyo yetu ni kwamba tukuone wewe ukizidi kutuinua, tukuone wewe ukizidi kutufanikisha, tukuone wewe ukizidi
kuinua mioyo yetu, kutuponya mioyo yetu, tukuone wewe ukizidi kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Baba yetu, tukiwa hapa mbele zako, sisi si kwamba sisi ni wenye nguvu wala lolote, bali Jehova, tumesimama kwa sababu ya neema yako, kwa sababu Mungu wewe umetujalia tu siku hii. Tunaomba Bwana siku hii utuonee huruma, uturumie sisi wakosaji wa kila wakati, kwa mawazo yetu, kwa kutenda kwetu, hata mikono yetu imesini, alivyosema Daudi kwamba Bwana mikono yake imesini, lakini akaomba Bwana umuwie radhi na umuweze kumsamehe. Na Jehova, wewe ambaye ni mwenye rehema, uliweza kumsamehe kulingana na moyo wake ulivyokuwa umebondeka. Hata katika moyo wangu Mungu, naomba Bwana ubonde, na Bwana niweze kukua chini yako, na hata Bwana yule ambaye anatizama Jehova aweze kuwa chini yako, ili kwamba Bwana tunaposonga tusonge katika neema yako, tusonge katika utukufu wako, tusonge katika rehema zako, tusonge katika egemeo lako. Asante Bwana wetu, kwa sababu wewe ni mwaminifu na utazidi kutenda haya yote, katika jina la Yesu nimeomba. Amen, amen. Ikiwa ndipo napozidi kujaajaa, basi karibu sana tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika asubuhi ya leo, kwa sababu yeye yu anatupenda na yu ana mawazo mazuri juu ya maisha yetu kabisa. Alright? Basi ikiwa ndipo unapojiunga pamoja na mimi, niite kwamba nakushukuru kwamba wewe ambao unazidi kutufuatilia, kwamba wewe ikiwa kama unatufuatilia, basi ni vizuri tuweze kuingia pamoja na wewe katika asubuhi ya leo. Ikiwa leo kuna mambo mengi zaidi ambayo tunapambanua, mambo mengi zaidi ikiwa kwamba ndipo unapojiunga pamoja na sisi, basi tuweze kuinama, tuweze kuinuka, tuweze kupambanua neno la Mwenyezi Mungu kwa njia tofauti tu, ili kwamba Bwana wetu aweze kutubarikie katika asubuhi hii. Sijui kama kuna mambo ambayo huwezi kuyapambanua, lakini naomba kwamba leo uyapambanue, na leo uweze kuyapambanua kwa njia iliyo nzuri kabisa. Sasa leo kuna masuala ambayo naomba kwamba tuweze kuyashare kwa pamoja katika siku hii ya leo. Tuweze kuyashare mambo mengi zaidi. Mfano, tuko na masuala ya neno katika asubuhi hii. Sijui kama utaweza kushika vizuri. Tuko na masuala ya neno siku ya leo, na ikiwezekana tutafanya haya yote kwa njia iliyo nzuri. Ikiwa njia iliyo nzuri. Sasa sijui, lakini naomba kwamba tuzidi kujikakamua na tuzidi kuinua vinywa vyetu. Na kama uko pale manyumbani na unataka tu kuzidi kuongea pamoja na sisi this morning, itakuwa ni rahisi sana. Unaweka tu pale, kuna hiyo ambayo nimeweka pale kwenye mtambo huu wa YouTube. Utaingia pale kwa njia moja nzuri. Utaweza kuingia kwa hiyo link ambayo iko hapo kwenye screen, na utaweza kuingia pamoja na sisi hapa live kabisa, na tutashukuru Mwenyezi Mungu kabisa. So ikiwa kwamba pale uko unataka tu kujiunga pamoja na sisi, itakuwa ni vizuri tukikuwa kwa huo umoja ama upamoja wetu. Tu kujiunga kwa vizuri, ni kujaribu mitambo tuone kama hii imekuwa vizuri ama namna gani, ili tuzidi kujua ni yepi ya kufanya. Right, haya, nataka tu tumalizie pale. Tuanze na
masuala mengine nataka niendelee kushare pale, nione mambo yatakuwa namna gani. Katika asubuhi hii itakuwa ni vizuri sana, itakuwa ni vizuri sana tukizidi kupambanua na yepi ambayo tutayafanya siku ya leo, itakuwa vizuri ajabu. Alright. So ikiwa kama umejiunga pamoja na sisi, then you are right here in Kazi Hot TV, na Mungu awazidi kutuinua katika asubuhi ya leo. Alright. Na naona kwamba Geoffrey Obwocha anasema kwa natazama nikiwa Doha, Qatar. Thank you so much. Zidi kuingia hapa, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema. Anasema kwamba ni neema tu na rehema, ni kwa neema tu. Ainuliwe Mungu wetu juu, atukuzwe Mungu wetu juu, ni kwa neema tu na rehema, ni kwa neema tu, ni kwa neema tu na rehema, ni kwa neema tu. Alright, lile neno la siku ya leo ambalo tutazidi kuliangazia sana na haswa katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya 29 mwezi huu wa Julai mwakani 2021 pale, na ikiwa kama ndipo unapoingia pamoja na sisi, zimekatika dakika 14 baada ya saa 11 asubuhi, ambapo tunaendelea kupambanua ni yepi haya ambayo Mungu Mwenyezi anaomba kwamba tuyafanye siku za maisha haya. Na itoka ni vizuri tukipambanua ni yepi haya ambayo Mungu anakusudia tuyafanye. Na ikiwa kama itakuwa ni virahisi kwetu kuyafanya, itakuwa ni virahisi Kristo Yesu akiwa ndani ya maisha yetu. And I want you to understand kwamba Kristo Yesu akiwa ndani ya maisha yetu, itakuwa ni rahisi sana kwetu kusonga mbele na kuzidi kutenda na kupambanua yale ambayo yanahitajika kufanywa katika maisha yetu. And I want you to understand that. Yes, it is a must that you should understand that. Kama sio Mungu upande wetu, basi hatutafaulu, hatungefaulu na hatutafaulu. Basi inabidi kwamba tuweze kumuinua Mwenyezi Mungu, tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuweze kumkaribisha katika maisha haya yetu, na pia tuzidi kumuita aweze kutuongoza. Na tukifanya basi hivyo, itakuwa ni vizuri kwetu na itakuwa ni rahisi sisi kwetu kusonga zaidi na zaidi. Right? Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia kwenye mitambo yetu. God bless you so much on Kazi Hot TV, one of the leading television pale online. Ukiwa unatazama pale, na kukaribisha kwamba tuzidi kuingia katika siku ya leo. Lakini katika neno la tumaini katika asubuhi ya leo, neno hili ambapo kwa kweli siku zote maisha haya, unajua mara nyingi nasikia watu wanapokuwa wanataka kuharibiana biashara, lazima kuripoti kwa kanjo na anakuwekelea kitu kabaya pale, ndipo uzidi kubambwa. Anasema uzidi kubambwa pale but si vizuri. Haya, wanasema kwamba unazidi kubambwa. Kibambwa na kanjo, rafiki yako anafurahi sana. Lakini pia hata masuala kama pale mtu umefanikiwa kidogo, gari lako halina license pale, hujashika license pale unaitanishiwa kwa sababu wakati huo unapata kwamba hauna pesa pale.
Mtu anasema kwamba wewe haujalipa, huna license, haujapewa license. Anataka upige faini kidogo iwe ni raha kwake. Lakini hayo yote tunayaona, lakini Mungu Mwenyezi ambaye anazidi kutupigania, ambaye anazidi kutusimamisha, he will never leave us, he will never forsake us, kwa sababu yuko pamoja na sisi. Debranya Bobby yuko ndani, anasema kama niko ndani kabisa. Karibu sana dada yangu, na tuzidi kujua ni yapi ambayo Mungu Mwenyezi anakusudia tuyafanye katika siku ya leo. Alright kabisa, tuzidi ikiwa zimekatika dakika hizo 18 baada ya saa 11, na nimesema kwamba katika neno la tumaini leo hii nakwambia kwamba siku zote wewe unachokifanya kifanye kwa bidii, ukijua kwamba kuna yale matunda, utazoa matunda yako. Utazoa matunda yako ambayo Bwana wetu Yesu Kristo amekuwekea. Nakwambia, you need not to lose hope. You need not to comment badly. You need not to argue with other people. You need not to complain. Hauhitaji kucomplain, hauhitaji kulialia, hauhitaji kuzungumza mengi. Kila ambacho unahitaji kukifanya ni umwambie Mungu. Sasa Mungu, imefika pahali ambapo mimi nitafuata agizo lako. Agizo lako lazima nimpende adui, nimpende rafiki, nimpende yeyote. Kwa hivyo hilo ndilo agizo tulilopewa, kwamba lazima tumpende adui, and we have no shortcut. Wewe unataka kumuona Mungu, ikiwa uko karibu kumuona Mungu, ikiwa kama unatarajia kumuona Mwenyezi Mungu, itakuwa ni rahisi kwako, itakuwa ni virahisi zaidi kwako wewe, ikiwa unataka kumuona Mwenyezi Mungu. Rahisi kama mboga. Naambia kama inakuwa rahisi kama mboga, yani rahisi sana. So what you need to do ni kama kubali Mwenyezi Mungu lile ambalo analisema. Unajua, ukimkubali Mwenyezi Mungu na analolisema, basi inakuwa ni rahisi kwako wewe kusonga mbele. And kama inakuwa rahisi kwako wewe kusonga mbele, basi hata upendo wa moyo utazidi kuwa ndani yako. Tuangalie kitabu kwenye Biblia, katika kitabu cha Yohana. Kitabu ni cha Yohana, hapo ndipo neno la tumaini linatoka pale, kwamba katika kitabu cha Yohana sura ni ya 15 mstari ni wa 12. Sura ni ya 15 mstari ni wa 12, ambapo inasema, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. You love one another as I have loved you. Tupendane. Na wakati mwingine unajua pale kwa hali ya vijana pale wa nyumbani wataanza kuambiana kwamba unajua kupendana kwetu ni tofauti. Unajua lazima tupendane. Na wanakuona hiyo shortcut, unaona kwamba watu wanaanza kusini, wanapata kwamba mambo ya fornication yapo, mambo ya adultery yapo, na mambo mengi yamezidi katika mambo yetu kwenye mitaa pale. Haistahili nakwambia, na hapo nitakukodolea macho nikwambie haistahili ndugu yangu. So what it's needed of us ni kwamba tuzidi kumjua, tuzidi kulijua, na tuzidi kupambanua yale ambayo ni mahusia ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. We have no shortcut. And by the way, neno la Mwenyezi Mungu usilitumie ili kwamba upate umaarufu, upate mambo kadhaa yale ambayo unahitaji. You have no right kutumia neno la Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kujinufaisha. No, I'm telling you no. What you need now is kwamba ukubali lile ambalo Mwenyezi Mungu anahitaji ulifanye siku za maisha yako.
I want you to understand this. Kubali lile Mwenyezi Mungu anahitaji ulifanya katika maisha yako, and you need not to use any word in the Bible for your own defense au stahili hilo. That is what you should understand, kwamba haustahili kutumia neno la Mwenyezi Mungu to defend yourself. No, you shouldn't. You shouldn't. I'm telling you, you shouldn't. What you should do kwa sasa ni kupenda mwenzako. Haijalishi unasema yule adui yangu mazee amenisumbua sana miaka mingi, vitu vingi nimenyanganywa. Hata kama ni yule mchawi anakukimbia usiku utazidi tu kumwambia Mwenyezi Mungu that still I do love you, still I do keep that love for you our God. Ya kabisa, Mwenyezi Mungu keep that love for you our God. So that is what you should do. That is what you should do kabisa. So thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kutufuatilia hapa kwenye Kisi Hot TV, one of the leading Kisi Hot TV, one of the leading televisions hapa online, ikizidi kukuambia kwamba unaweza kuongea pamoja na mimi katika asubuhi ya leo katika neno hili ambalo tumelipambanua asubuhi hii. Neno hili ambalo ni la tumaini, kwamba nakwambia kwamba don't lose hope. Hata kama hujapenda na wale marafiki, hata kama you have enemies, and still God is telling you to love, still know that even through that, hata kama unaambiwa na Mwenyezi Mungu mpende adui, just know that even in that small thing that is called ukifanya to that obedience, if there is that obedience in you, I'm telling you, if there is that obedience in you, then you have to move. You have to move, kwa sababu hata we say even that gold, dhahabu upitisha kwenye moto ili iweze kuwa dhahabu nzuri, lazima ipitishe kwenye moto. So even to you should love your enemies, you should love your friends, you should love yourself. By the way, kuna watu hujichukia, and I don't have a reason ya kujichukia. Nakwambia kama ni kubonda nitabonda, kama ni chakula yes, I will have to eat. Siwezi nikakichukia kwa sababu ya kosa kidogo ambalo nilifanya. It means that the very first thing unastahili kukifanya ni kujipenda kwa nafsi yako mwanzo, na baadaye umpende yule rafiki yako pale, yule jirani yuko pale. Love that person. And after you've loved that person pia ambaye anakuchukia, that person pia ambao unamwona unahisi ni kama huyu mbaya, sistahili kumpenda, no, just mpende. Follow that command, because it's a big commandment. That is what the Bible says is one of the greatest commandment ambao Mwenyezi Mungu ametupa kama sisi ambao ni waaminio wake. Ukiangalia katika hicho kitabu cha Yohane 15, hiyo ni sura ya 15 mstari ni wa 12. This is my commandment. That is Jesus saying. Huyo ni Yesu anatuambia. The commandment yake mwenyewe ametuambia kwamba tupendane sisi kwa sisi, right? Na hizo mashortcut nimewambia kwamba tuzidi kuziacha, kwa sababu Mungu mwenyezi hafurahishi na masala yetu ya kutumia neno ili kujifunika. Right, zidi kutu SMS pale, zidi kuangalia kwa watu wa team comment fat, itakuwa vizuri ukicomment pale, itakuwa ni vizuri sana. Tukiendelea kuzidi kufuatilia yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyafanya juu ya maisha yetu this morning. Right, you can call in right away. Sasa mambo yako vizuri, niweze kusikia, na baadaye tutaweza kuomba na kumwambia Mwenyezi Mungu, we need you to help us in this situation. We need you to help us. We need you to help us. Haina shortcut. We need you to help us.
Right, you can just find me kwa mambo ya pale online, the other side ambayo unaweza kanipata pale ni kwenye Facebook ya kwangu pale. Utaweza ka text in ile kwa Papa Isaac Leonard ambayo ni page ya kwangu pale, just follow, like it, follow, and then itakuwa ni vizuri tukifuatiliana pale na tutamshukuru Mwenyezi Mungu. Alright, kama itakuwa ni hivyo basi itakuwa ni vizuri sana sana tena zaidi. Let us continue with that spirit na tunazidi kusonga kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi akatuacha. Sasa ni wakati nimefungulia yule ambaye yuko pale, you would like to talk to us, ungependa kuonekana kwa screen pale, fuata hiyo link ambayo iko pale na tutazidi kufuatiliana hapa kwenye Kazi TV. Na ikiwa umesahau jina la kwangu pale, inaitwa Papa Isaac Leonard. Ni mzima katika Kristo na amenilinda na nazidi kumuinua kwa sababu yeye yu afaa na kuna zaidi ya yeye. Kuna zaidi ya yeye. So hivyo inabidi kama tumshukuru kwa sababu ya umbali, right? Ya umbali. Pale niweze kuangalia watu ambao mtufuatilia kwa njia mtandao wa online pale, ili tuweze kujua ni yepi, ni nani huyu ambaye anatufuatilia kwenye mitambo ya WhatsApp pale. Itakuwa ni vizuri sana. Alright, na nitakuwa nakwambia kama ni yepi ambayo tumekuandalia, ni yupi ambaye atakuwa naojua siku ya leo, ni yepi ambayo tumekupangia siku hii ya leo. Itakuwa ni vizuri sana tukifuatilia pale na tunapokuwa tukicomment pale, tunajua ni yepi tuyafanye. Alright, na kule una watu ambao wamelala bado hawajaamka, lakini team sifa pale, kuna team sifa ya Kazi pale kwenye WhatsApp ambao kila mara sisi huongea, sisi huombeana, sisi upanga mambo mazuri na upanga mambo ambayo ni ya kuinua kikundi, right? Iko pale sifa na ibada with Isaac Leonard, iko kwenye Kazi, iko pale. The team is actually always active kabisa na tunazidi kusonga. Hii team ilikuwa created long time ago, ilikuwa 2019 hadi sasa bado inazidi kusonga, right? So we sasa masala neno la ibada tushamaliza na sasa ni wakati wa kupiga simu na kuongea. Kwa hivyo ni wakati wa kupiga simu na kuongea. Right kabisa, ikiwa kwamba uko pale na ungependa kuongea na sisi, itakuwa ni rahisi kwako kupiga, na sasa hivi itakuwa ni rahisi kwetu kushika simu ya kwako pale. Itakuwa ni rahisi sana, lakini niweze kuangalia ni kina nani ambao wamezidi kuingia in this morning. Kuna watu wengi, kuna Bahati, kuna Brian kutoka eneo lile la Kabianga, kuna Charles Sibuta, kuna Clinton James, kuna DJ V, MC Vicky, kuna Jeffrey Mochede, kuna Gwaro Brian, kuna Harriet, kuna Jacob Mkendi, kuna Joshua Bisoko, kuna Kamau, kuna Kevin Wanyama, kuna Mr. Lamek pale anazidi kutufuatilia, kuna Mr. Moturi, kuna anaitwa nani yule, anaitwa Santos, kuna Yansarura, kuna Siko, kuna Alice, kuna Alois, kuna Angela, kuna Anthony, kuna Barongo Mokogoti, kuna Brenda, kuna Bresh, kuna brother Jose, kuna brother Nesta, kuna Chege, kuna Cynthia, kuna Leonard Walker, that is my dad,
kuna Dalvin pale yunazidi, kuna Ruth Leonard pale, kuna Deno, kuna Elder Charles, kuna El Shaddai ambaye sasa hivi anasema kama anaongelea kutoka Nairobi, right? Kuna Edwin Omoyo, kuna Erico kutoka eneo la Mombasa pale, kuna Esther Bob kutoka eneo lile la inaitwa nani, Kona. Kona pale ukienda Getembe on your way there. Kuna Faith Onkendi, kuna Felix Obie, kuna Fred Julius pale, kuna Helen, kuna Janti, kuna Joyce Tumaini, kuna Judith Monari, kuna Joyce, kuna Masaki, kuna Mr. Dominic, kuna Mr. Weekly, kuna Miss Lamek, that is Faye, kuna Miss Quinta, the team leader wa mambo ya mission pale Kisii University, kuna Mshiri, kuna Naomi kutoka eneo la Gesonso, kuna Naomi ambaye ilikuwa anatokea Katara amefika Kenya, kuna Omwando Clinton, kuna Rosi, kuna Usinde, kuna Sam Masese, kuna Rehab, kuna Reverend Manwa, kuna anaitwa Ruth Kemi, kuna Simon, kuna Sam Misoko, kuna Simeon Sporty, kuna Nemuel, kuna Susan kutoka eneo la Gesero, kuna Susan mwingine kutoka eneo la Embassy, kuna Aquinas, kuna Mwangi, kuna Vanis Kwamboka, kuna Vena B Wanjiko na watu wengine ambao mnazidi kufuatilia. God bless you. Kuna Vanis mwingine pale, kuna watu wengine wengi ambao mnazidi kufuatilia. I'm so pleased with the way ambao mnafanya pale, kwa watu team Sifa pale. I'm happy with the way tunafuata pale. God bless you so much. Alright, so inabidi kama tujue mambo mawili matatu kabla ya kuzidi. Kabla ya kuzidi tujue mambo mawili matatu. Naona kama nimengojea simu sijaona, lakini zimekatika dakika 34 baada ya saa 11 asubuhi. And I don't know where you are, lakini ikiwa uko vizuri basi tuzidi. Tuzidi kabisa. Nimeeleza kwamba Kisii National Poly itakuwa na Thanksgiving hapo kesho katika eneo lao la shule pale siku ya Jumapili, ambapo pia wananiambia nimealikwa pale. Thank you. I'll get time and come over ili tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, right kabisa. Hiyo ni Kisii Poly kabisa. Wamesema kwamba wako na Thanksgiving pale. Thank you so much my brother for informing me. That is Freddy ndiye wanasema hayo yote. So watu wale ambao wako ile shule ambayo inaitwa Kisii National Polytechnic pale, they have hiyo ni CU, wako na Thanksgiving pale na itakuwa ni kali sana. Let's hope kama itakuwa nzuri na zaidi ya hapo. We'll thank our God kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka tu we should be giving him thanks. We should be giving him thanks because you anafaa kabisa. All right, so let me just get here ili ni kwamba nikwambie ni lipi hili ambalo Mwenyezi Mungu analihitaji tulifanye this time of the hour. Ili tumesoma Biblia ikatuambia kwamba ni vizuri kwamba tuweze kupendana katika hali zote, kwa sababu hilo ndilo agizo Mwenyezi Mungu ameweza kutupa. So ikiwa kama ndilo agizo ambalo Mwenyezi Mungu ametupa, inabidi kama tulifanye, kwa sababu tusipolifanya tutaenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Trust me tutakuwa tumeenda kinyume cha Mwenyezi Mungu. So it needs us to give our best for the Lord, kwa sababu amesema kwamba lazima tufuate lile ambalo anatuambia kila wakati. And that is our God, kwa sababu yeye anasema ukweli, asemi uongo kabisa. Ikiwa asemi uongo, basi inabidi kwamba tujue na tuweze kupambanua ni yepi ambayo Mwenyezi Mungu anataka
tunayotaka katika maisha yetu. Alright? Naangalia kuna watu ambao wamelala baada hawajaamka, na ninazidi kuwafuatilia naona kama watakuwa wameamka wakati huo, because ikiwa wamelala hadi saa hivi sasa tutajua kutana namna gani. Still tutajua kumeenda namna gani. Itakuwa ni vizuri ikiwa tutakuwa tuko pamoja, na usiambie mtu asianze kukwambia kisingizio. Unajua visingizio vipo tu. Utaambia kama mimi sikuwa huko, niita kuniambia nini, mambo mengi, lakini inabidi kama tuweze kujua ni yapi ambayo yanastahili kufanywa wakati kama huu katika maisha haya, ili iwe vizuri sana tunaposonga iwe vizuri. Alright, I want us to pray, kwa sababu umesema kwamba kuna wale ambao tujakubali na haya maswala. Hatujapenda tu kwamba lazima tupende maadui zetu, lazima tuwapende marafiki zetu, lazima tupende jamii yetu. And it's so funny, wakati mwingine unapata kwamba hata there is this brother, there is this sister amezaliwa from a certain family and I hate that family. I don't know why you should hate your family. It's time that you should bond with your family. Sometimes wale ambao mmeleta kwenye boma za watu pale, umeleta na bwana yako ambao ni rafiki yao, mlikuwa kwenye marafiki pale, sasa ameamua kuintroduce kwa familia, and then ukishaingia wewe, badala uwe na upendo kwa huyo mother in law whichever, hata haijalishi atakavyokuwa, lakini wewe what you're doing to your mother in law haistahili bwana. Yani wewe ni madharau tu kwa mother in law. Kwani wewe ulitoka wapi? Wewe alitoka wapi? Unasikia watu wanakuambia wewe alitoka wapi, kama umekuja hapa na kuanza kuharibu mambo. You know, hizi vitu zipo kwenye dunia hii, na si kama naongea kitu ambacho kiko mbali, kiko tu. And you know, hizi vitu ndogo tu unaambia bwana wako, mimi mama yako anipendezi, yani hata mimi nikikuwa tu hapa I feel so bad, I don't feel like niko sawa. Mamako huwa ananibo anakubo. My goodness. I don't know what to say, lakini kuna mjadala ambao tutaweza kuongelea baadaye, lakini hii ni kukuelezea tu, lakini kuendelea kukuzidishia na mambo ambayo tutaendelea kuyafanya siku ya leo. Ni kama mjadala upo mwendo wa saa 12 ikitimia pale, kabla ya sisi kuenda kwa yule ambaye ni mwimbaji wa siku ya leo, ambaye tutaongea na yeye siku hii ya leo. And I can't tell you kama ni nani, lakini itabidi kama umengojea ukajua kama yule ambaye ni mwimbaji wa siku ya leo ni nani, ambaye Mungu ametumia kwa njia ya ukuu wake, na atakuwa anaongea na sisi katika siku ya leo. Itakuwa vizuri kama utafuatilia. So ikiwa utafuatilia itakuwa nzuri sana, na itakuwa nzuri zaidi. Ukifuatilia pale tutakuwa tunashukuru kwa pamoja, you know. So mwimbaji sitakwambia ni nani, lakini ni vizuri kwamba tujue kwamba yu atakuja. So it's that time kwamba nikwambie kwamba wakati huu ambapo you've been despising, you know when there is no love, lazima kuna chuki, lazima pia kuna madharau. Kwa hivyo wakati kuna upendo, you know, pia huu upendo mwingine, kuna upendo mwingine ambao unaitwa upendo wa bwana na bibi. Sometimes tudumishe bwana, inakuwa ni nzuri sana ukidumisha huu upendo. Si kwamba wewe tu nikorofishana na bwana wako kila wakati because mliambiana tu mpendane. Huo ni upendo mwingine ambao tunajua. Hata mimi najua. So mkaidiana kwamba tutapendana katika hali ya ugumu, hali ya chakula, hali ya kila kitu, and then imefika pahali and then mko sawa. Itakuwa ni vizuri kwamba wewe unafuata lile ambalo ni agizo lake Mwenyezi Mungu, and that will be okay. That will be very much okay. Zimekatika zile dakika 41 baada ya saa 11 asubuhi. Karibu sana, tuzidi
kupambanua ni yepi ambayo Mwenyezi Mungu yu anahitaji katika siku hii ya leo, ambapo ni neno la tumaini ambalo ninaendelea kulichanganua na kulichanganua na kulichanganua ili liingie ndani ya mioyo yetu na hata kwenye akili zetu na hata kwenye mawazo yetu na hata kwenye tabia zetu, iwe pale ili kwamba tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu katika. Naweza nika explain a lot sana, lakini lile ambalo ningependa tu nikwambie ni kwamba I don't know what to say, but niko kuambia kwamba ikiwa kwamba hujakuwa ukifanya pale, by the way, I want you to understand kwamba Mwenyezi Mungu, even a small thing like that, even that thing ambao unaona kwamba it's so small for you, it's so small for you, it's so small, it can cost or it will cost you from seeing him. I do believe kwamba unataka kumwona huyu Mwenyezi Mungu, unataka kumwona huyu Yesu ambaye alikufilia msalabani. Ungependa kumwona huyu Yesu ambaye alitufilia. Ungependa kumwona na kumlaki huyu Yesu because alitufilia with, he used a lot of energy. I don't know the dedication that the Lord took ili kwamba aweze kutubarikia, aweze kutukomboa, aweze kutuinua, aweze kutondoa kutoka kwa ile story ambayo haistahili. Na pale Apostle Boniface yu anataka kuongea na sisi asubuhi hii. Good morning Apostle Boniface Ongaro. Good morning. Can you hear me? Ninakusikia vizuri kabisa kabisa kabisa. Because the background where I am, I'm traveling back home. Uko wapi bwana? Niko kwa matatu. So nimekuja kukusalimia asubuhi hii. Yes. Nikujulie hali. Nikutakia siku njema. Uambie kwamba nimekuja hapa lakini Yes. ni vile na travel. Tuko pamoja lakini. So maybe wasalimie mmoja, wawili, watatu na itakuwa vizuri. Acha niwasalimie wazazi wangu. Najua walianza kuwatch. Na najua wana watch. Nimsalimie kwa Mboka ambaye anaitwa Delma pia. Blessed Mom Kurukontu. Yes. Just the representer. Waambie nawatakia sabato njema na wana sabato wote tunawapenda, na watakia muwe na sabato njema, na wale ambao wanaenda kanisa kesho na watakia muwe na Sunday njema, na wale ambao wote wamepoteza wapendwa wao na watakia tu mfariji, Mungu akashuke akaweze kuwafariji. Na wote pale nyumbani Kisii, South Mogrango, Mesocho Village, najua tumempoteza anko yangu anaitwa Samuel Orenge. Pole sana. Ambaye tunamzika kesho. Kwa hivyo na wasikilizaji wote wasiondoke hapa hewani. Asante. Thank you so much my brother, God bless you. God bless you so much. That is Apostle Boniface Ongaro ambaye yu ameingia pamoja na sisi asubuhi hii ya leo. Thank you so much. And I want tulikuwa tunaongelea kwamba wakati mwingi tumekosa, wakati mwingi tuko mbali na Mwenyezi Mungu, wakati mwingi tumekuwa kwamba hatupo karibu na yeye, wakati mwingi tumeonekana ni kama masuala yetu yani hayaende vizuri, ni kwa sababu tu ya huo upendo ambao umekosa. Hata pale nyumbani you cannot see God. You cannot see God ikiwa kama bado yani kuna mahali umesimama pale na upendi wenzako. Just see even from the statement ambao Kristo Yesu alisema hivi, it's because of the love of God. It's because of the
the love of God. It's because of the love of the people that I have come to save you guys. To save you. To save me. To save you. Yani, just try to put these things together. Uone vile ina function vizuri. Yani, inasema kwamba yani lazima mambo yaende vizuri. Yani mambo yaende vizuri so that you can reach that place. So for you to reach that place, lazima kuwe na yule ambaye anakupambanulia. Na ikiwa amekupambanulia kwamba tupendane, tunazidi, tunastahili tupendane. Actually, umekuwa ukifanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Yes. And you've been, unajua hii imekufanya kwamba tumekuwa far from God. We are a short glory. We've fallen a short glory of God. Short glory from God. So inahitaji leo katika asubuhi hii uweze kumitikia Mwenyezi Mungu tunapokuwa tukiomba. Umwambie Mwenyezi Mungu kwamba naomba unisamehe. Ikiwa kuna mtu pale ambaye hujaokoka, ningependa useme haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako asubuhi hii. Naomba msamaha wa dhambi kwa sababu mimi ni mkosaji. Jehova, leo nimetambua ya kwamba ni vema nimpende adui na nimpende jirani. Nimefahamu kama sio upendo wako haungetufilia msalabani, haungenikomboa, haungenisamehe, singelikuwa hai leo. Lakini kwa sababu ya hizo nguvu za msalaba na huo upendo, nimesimama katika huo upendo. Bwana Yesu, nimekupa maisha yangu, uyatawale, uniinue, uniponye, unirehemu, unitakase, unifungue macho yangu, ufungue kinywa changu, nafsi yangu uifungue katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Naomba kama Mungu Mwenyezi akupea roho wake ambaye atakusaidia kupambanua mambo mengi katika maisha yako ambayo yameonekana kuwa magumu, yameonekana kuwa mazito, lakini huyu Yesu anasema yeye ni mwaminifu na yeye amekamilika siku zote. You know, there is a complete God that you haven't. Yani, kuna vitu fulani ambavyo you are not complete. Why? Because you are not complete with God. You will be complete when you accept God to be part of you. Utakapomkubali Mwenyezi Mungu akuwe sehemu yako, that is when you will be complete. So we really don't need to force things. We need to accept that our God is faithful. Pale inaona Dennis Nyabuti anasema mimi kama kurutu nimeitika. Thanks so much. Right. Niyo ni kufuatia na lile ambalo aliweza kusalimiwa pale. Anasema kwamba ameitika kabisa. Right. Thank you so much. Is a colleague right here on Kisi Hot. Thank you so much for following right here kwa Kisi Hot TV. And as we get to thank our God, unaweza uka comment, unaweza uka like your page, unaweza ukatuma SMS as well. Nambari iko kwenye screen pale, unaweza ukatuma SMS ya kwako. Na pia hiyo ndio paybill kwa side nyingine wanasema. Lakini usidali, hali ya maisha hiyo. Right. Tuzidi. Hebu niangalie ni yapi ambayo yanaendelea kwa masuala mengine pale.
Sijui nani amezidi kuingia hapa, zikiwa zimekatika dakika 52 baada ya saa 11. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni kasa dakika ngapi? Dakika 8 itimie mwendo wa saa 12 asubuhi. Lakini I want you to understand kwamba Mungu anatuhitaji sisi wote, na ikiwa anatuhitaji sisi wote, kuna lile ambalo anahitaji sisi tulifanye. Kuna lile ambalo anahitaji sisi tulifanye. And what is this thing ambayo anahitaji tukifanye? Ni kwamba what he needs us to do is 1, be faithful, 2, be obedient. Alafu nikisema faithful, nasikia yule mwanaume anasema faithful tena, kama siko faithful kwa mke wangu, yeah, then you can't be faithful to God, because lile ambalo anataka uwe faithful ni kuanzia kwa bibi yako. Yes, trust me, that is it. Ukiona kwamba mambo yameanza kuharibika hapa, we usikomenti. Alright. Niweze kuangalia watu ambao tunafuatilia pale, itakuwa ni vizuri ukicomment pale, itakuwa ni vizuri. Delphine anasema vipi? Isaac anasema karibu Apostle, na pia anasema amen. Thank you so much Kwamboka, and asante kwa maombi. That is what she is commenting on the other side pale. Wale ambao mnazidi kuingia hapa tuweze kuongea one on one, itakuwa ni vizuri sana kabisa. Alright. Haya. Kuna watu ambao walipewa invitation hapa. Sijawaona bado, but I'm waiting to see you right here on Kisi Hot TV. Alright. Let us get to the topic ya siku ya leo. Hii kama uko pale utachangamka kidogo, kwa sababu masuala ya siku ya leo, na this topic tutaiongea in a few. Unajua mara nyingi hapo kitambo tulikuwa tunaambiwa kwamba kitambo or kitambo inamaanisha ni in the past, long time ago, masuala fulani yalikuwa yanafuatiliwa, and you know, tunaambiwa kwenye Biblia, kwenye masuala ya kitambo, na ukweli it's right, it's true, it's not a myth, kwamba wanaume walikuwa wanakusanyika pamoja, wanaambiwa ndio mwanaume anastahili kuwa hivi. Alafu sasa unashindwa kwamba anastahili kuwa hivyo, alafu mwanaume anastahili kuwa hivi, afanye hiki. Kuna kazi ambayo mwanaume hawezi ifanya, na kuna kazi ambayo mwanaume ataifanya. Alafu unaambiwa kama unajua mwanamke, kuna kazi ambayo wewe huwezi kuifanya, na kuna kazi ambayo hata wakaikiana hadi chakula ambazo unakula, na kuna chakula ambazo huwezi kula. But now today's topic ni ile tunaulizana kwamba wewe unadhani kwamba bado hii story inafanya kazi, kwamba watu hufanya kazi kulingana na jinsia yao, ama kuna kazi ya jinsia fulani na kuna kazi si ya jinsia fulani? Ni maoni yako nahitaji katika asubuhi ya leo, ili tuweze kupambanua ni yapi ambayo tunastahili kuyafanya na kujua ni yapi maoni yako katika asubuhi ya leo. Just fuata hiyo link ambayo iko pale, na uweza ku SMS, uweza ku like page hii, this YouTube as well. You can send a text to the number ambayo unaona pale kwenye WhatsApp ya Papa Isaac LENARD pale kwenye WhatsApp, na itakuwa ni vizuri. Na ikiwa unataka kuingia kwa ile group, itakuwa rahisi kwako kuingia kwa hiyo group haraka sana, right? Sasa kama kuna mtu pale ambaye anatizama and you want to talk to us about this topic, kwamba wewe unadhani kwamba bado hii story ya watu kufanya kazi kulingana na jinsia ipo,
Na wewe maoni yako ni yapi, kwamba unaona kwamba ni vizuri tufuate vile ama ni vibaya haistahili kuwa hivyo? Sasa nahitaji maoni yako kwenye hiyo link ambayo naiweka tena hivi sasa. I want to repost the link ili kwamba uweze kuitumia, usiwe tunaambiwa kwamba hujaniambia anything, mimi hapana, mimi I want somebody ili kwamba afuatilie pale na iwe ni vizuri tukisonga hiyo link ambayo iko pale, fuatilia ili uweze kupenda maoni yako katika asubuhi ya leo, tukiendelea kusonga kwenye Kisi Hot TV. Nite Papa Isaac Clan, zikiwa zimebakia dakika 3 tu itumie mwendo wa saa 12 asubuhi, and I will be blessed. I just count a blessing for every one of us this morning. Alright, itakuwa vizuri. Haya, waiting for you na kungoja sana ili tuweze kujua maoni yako ni yapi. Hiyo ndilo swali la siku ya leo, kwamba maoni yako ni yapi kuhusiana na masuala ambayo tunaita kwamba ndugu yangu, mimi siwezi fanya hii kazi ni ya kike, alafu anakuambia my friend, I cannot do such a work because hii ni ya wanaume, si ya wanawake, inayo siwezi fanya. Ipo hayo masuala hapo. Sasa tutasaidiana kivipi? Ni swali la siku ya leo, na ningependa tu kuangalia pale watu waingie kwenye hiyo link. Delphine Komboka na nimefika. Depi, karibu my sis. Depi pia nataka nimuone hapa, sijamuona kabisa, nataka nimuone. Taingia comment pale, mimi na mazia sijamuona. Ingia kwenye video, we need to talk about this topic. Kisha baadaye tutasonga pale mbele, and mambo yatakuwa alright kabisa. Haya, vizuri. Alright, I'm just waiting for some people tuweze kufuatilia, itakuwa ni vizuri. Kuna wengine anaweza kusema kwamba sasa unasema nini? Unasema nini mambo ya kazi ya mwanamke ni kuosha watoto, kazi ya mwanamke ni kukaa kwa nyumba bila kufanya kazi yoyote, na bibi akuolewa hakuna atafanya kazi kwa sababu bwana atampigania na mambo mengi. Masuala ni mengi, tunazidi kuambiwa hapa. Kwa nini bibi afanye kazi kama kulima? Kulima ni wanaume peke yake. Sijajua wewe unasema nini. I don't know wewe unazidi kusema nini, lakini that is some of the comments ambazo zinatoka kwa watu wa kwetu pale. Nasema kwani nani alikwambia kupika siku hizi mwanaume apiki? Kawaida kwa kupika ni wanawake. Kwani iko nini? Iko nini? Kwani si mwanamke ndiye anapika, mwanaume ndio unipata kwa moshi? Niki ni masuala mengi zaidi ambayo watu hupenda kuiongelea. I don't know. Wewe uko na maoni gani? Mwanaume afanye kazi tofauti na mwanamke, ama yote tu hivyo kwamba watu wafanye kazi zao yoyote ile tu? Kwa sababu there are some cause, some chores ambazo tunasema kwamba they should be done by a woman, they should be done by a man. Unaona hapa nikiongea naona nafunga tu macho hivi, usidhani ni mchezo. Nimeona hizi stories zikiendelea pale nje. Pale Delphine Komboka anasema watu wasaidiane kazi please. Right, hiyo ni maoni yake pale, akisema kwamba watu wasaidiane kazi. Sijajua wewe unaona namna gani? Itakuwa namna gani? Kwa sababu we don't know. Nangoja pale nione watu wakipiga tu tuweze kuwasiliana pale kwa njia ya mtandao, tukiwasiliana na tukiona pale itakuwa ni vizuri. Tukiona pale at least mtu anafurahi sana amekuona. And then television, by the way, it's medallion ya watu wa kuongea. Just talk to me. Hiyo link ambayo iko hapa, just follow it. Itakuwa ni vizuri. Ukifuatilia na mambo yatakuwa mazuri sana, right? Itakuwa ni nzuri sana.
right, let me just play a certain advert right here so that nikikuja tena ndio tutaendelea mambo mengine. Je, umeamka mapema kwa neema ya Mwenyezi Mungu? Kama ndio basi, na kukaribisha kwenye runinga yako ya Kisi Hot News TV kila siku ya Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 1 asubuhi kwenye kipindi cha Sifa na Ibada. Nami ndugu katika Kristo Isaac Leonard. Usikose, maana itakuwa ni baraka tu. Itakuwa ni baraka tu. Edelma, good morning. Umeamka vizuri? Naamka poa, nashukuru Mungu. Mwanzo kabla ya kuongea sasa nikwambie kwamba Apostle Boniface Ongaro alikuwa hapa akaniambia nikusalimie na nikwambie kwamba alikuwepo hapa. Nisalimika. Karibu sana. Vizuri. Sasa sijui umeamka vizuri? Niko poa. Labda Mafua yameisha? Mimi niko sawa kabisa. niko poa. Uko poa kabisa. Leo nasikia kidogo tu unaongea na sauti nzuri pale. Haya, vizuri. Kabla tujaenda kwa maswala ya okay, let's just get there. Kwa maswala ya siku ya leo ni kuhusiana na hiyo mjadala wa siku ya leo. Je, unadhani kwamba watu wanastahili wafanye kazi kulingana na jinsia, ama kuna kazi ya jinsia fulani, ama wewe unaona namna gani? Na upeana maoni yako vikamilifu. Si mimi nimesema kwa comment section, watu wasaidiane kazi. Hakuna kazi ya bibi na bwana. Ninyi nyote ni kitu kimoja, watu msaidiane kazi. Hakuna haja ya kupea mtu mwingine kazi mingi na uko hapa tu. Kuna wale mavijana wako pale nje na wanasema mimi hata nguo sifui bana, si stendi anastahili kufua nguo zangu. Unawapa habari gani leo? Hapana, watu wajifunzange kazi. Wewe sister yako siku ataolewa, utakuwa unafuliwa na nani? Na hujafika wakati wa kuoa. Jifunzange kazi ukiwa mdogo. Waje kubagua kazi eti mimi ni kijana siwezi oza vyombo, no, siwezi pika. Mbona? Siku utabaki peke yako, hakuna mtu hapo, si utajipikia? Inabidi tu watu wajifunze kazi na wajifunze kusaidiana kazi. Kuna haja mtu mwingine achoke ukiwa hapo tu. Hiyo ndio na advice, but kuna yani tunasema kama mwanaume na bibi yani si eti utakuwa unapika bibi akiwa ameketi. Hapana, ukiona bibi yako amechoka, ako na kazi, ndio utamsaidia. But si eti utakuwa unapika bibi yako akiwa ameketi. Na ukipenda kupika ni labda ni upendo, nataka bibi yako asichoke sana tu, nataka kumsaidia. Kusaidiana kazini kitu ya maana. Kwa hivyo umesema Delma anasema ikiwa kama mtoto amefanya ile amepupuu na baba ako pale, mamake ameenda kidogo mtoni, anastahili kumsaidia kumtoa pale na amuoshe vizuri. Kwani ataungua mkono akifanya hivyo? Si mtoto ni wake. Ataungua mkono. Haya, vizuri. Thank you so much. All right, vizuri. Okay. Yaani tunasema baba, yaani mtu tunasema bibi yake akiwa hapo, wache bibi yake atake responsibility. But kama ametoka kidogo, walai huwezi angalia mtoto akichomeka na uko hapo tu. Yaani kitu ingine, tabia bibi ameweka maziwa kwa chiko, uko hapo tu na ametoka kidogo, hata huwezi angalia maziwa utoe, utaiacha tu imwagike. Sio tabia mbaya tu, mbovu zaidi. Alafu mwambie hiyo si kazi yangu.
na itadepend venye umezaliwa na ukalelewa tu na hiyo nini yako, but watu wasaidiane kazi, hiyo ndio poa. Right, thank you kwa mchango wako, na kabla hujaondoka ningependa tu uweze ikiwa kuna neno ama ikiwa kuna anything could like a song you can sing for us. Nitaita Debi aimbe. Wacha nisalimie Debi. Gertrude mali yako. Na wote ambao wanaonijua, Kisi wote, mafans wote na wasalimia. Alright. Okay, naomba wawe na sabato njema yenye baraka. Right. Pia we nitakwambia uniimbie ile song inasema I made it through and I don't know I did it. Nimerequest that song uniimbie. Alright, tutafanya vile kukiwa na uwezekano. Kikiwa na uwezekano tutafanya vile. Alright. Haya. Thank you so much. Lakini nikikuitisha tena unarudi hapa ili tuweze kupambanua haya kwa pamoja. Right, just be pending somewhere there, kuwa nyuma ya tati kidogo, alafu tutazidi fuatilia tu kama mtu ambaye anafuatilia pale, itaweza kuwasiliana pamoja. I just call you back, right? Haya, Okay. sawa. Na pala team comment kuna Doris Tatu anasema habari za asubuhi huko ndani. Tuko sawa dada yangu. Sijui wewe uko vizuri, na ikiwa kama uko na mchango fulani you can just call in ili kwamba uweze kusema kwamba mchango wako ni upi asubuhi ya leo. Watu wasaidiane kazi, but kulingana na wakati wa mazingira. Doris Tatu, si upige tu pale simu vile tumeongea hapa na Delma, kisha pia wewe uongee vizuri, because kuna maswali si kwamba unajibu tu hivyo. Okay. Sikia wale wa slay queens na wale wa slay king. Right, takani vizuri kutuma ukipiga pale, hata kama umeingia kwenye team comment pale, ukipiga simu itakuwa ni vizuri sana. Follow that comment, just that comment, utafika hapa, itakulala tu hapa direct, na utakuwa umeongea yale ambaye wewe kulingana na wewe unahisi kwamba yanastahili yafanywe. Right, nikukumbushe kwamba pia unaweza subscribe to this channel ikiwa kwamba wewe ni mgeni, na pia kuna ile channel ya Papa Isaac LENARD ya kwangu pale, pia unaweza ukaisubscribe, kwa hiyo na itakuwa nzuri sana tena vizuri. Haya, tuweze kuangalia pale. Kuna watu mbalimbali ambao kidogo nimewasahau, lakini itabidi kwamba nimewafuatilia, tuweze kujua kama pia wanawao wameamka katika asubuhi hii. Alright. Haya, tutajua kumena namna gani kutoka pale na tutazidi kusonga. Alright. Sijui nisonge kwenda wapi. Alright. Zimekatika dakika 11 baada ya saa 12 asubuhi. Naona kama mjadala huu ungenoga, lakini wakati pia unasonga, kwa sababu mwendo wa saa 12:30 itakuwa ninasonga kwa segment tofauti. So sijaona pale watu wa pale, endelea kutuma jumbe zenu. Watu wa WhatsApp endelea kutuma jumbe zenu, na itakuwa nzuri sana. By the way, do you know the reason tuliumbwa na nini gani? Masuala fulani tunastahili tuyafanye. Unajua kama kuna masuala fulani ambayo tunastahili tuyafanye. Adamu anastahili kufanya kazi fulani, na
au kazi fulani, lakini nazidi kama nimeambiwa hapa, lazima tusaidiane. Hiyo haina shortcut, lazima tusaidiane. Sasa sijui tutakuwa tutasaidiana namna gani, lakini sasa tutasaidiana tu pale ambapo tutasaidiana. Ni hivyo, it has no shortcut. Ni hivyo. Alright. Nimeona mgeni wetu wa siku ya leo, yuko pale. We'll get to talk to her right here, na nilikwambia kwamba tutazungumza naye na kwa sababu yeye ni mwana muziki wa nyimbo za gospel. She is the leading, ambaye ni kati ya the ladies I know ambao wameshamiri na wamesonga sana kwa masuala ya gospel hapa Kisii, and not just Kisii but countrywide, kwa sababu sauti yake mazee, sauti yake nzuri ajabu. Kwa hivyo mambo ina vocals alienda shule. There's a time nakumbuka kama tulicrack na yeye, tukamuuliza kwani sauti yako my sister ulifanyia training wapi? Right, lakini kwa sasa nitamkaribisha kidogo aweze kuchangia, alafu atakuwa pale nyuma ya tent villa. Kwa hivyo and then tutasonga kwake kabla ya mimi kufanya the last comments, kwa sababu tutaanza mjadala mwendo huo wa saa 12 dakika 25 pale, na itakuwa ni vizuri. Haya, acha niende kwake so that aweze kutusalimia kabla ya sisi bado kuendelea na mjadala kidogo kwa dakika 3-5 pale, na baadaye niweze kufanya mambo na kupeana the last comments. Kabla ya mimi kumaliza na hizo last comments, itabidi kama nimekuambia kwamba zidi kufuatilia, and the lady atajiintroduce mwenyewe, kwa sababu mimi najua sipendi kuintroduce mgeni, but mimi nimekuintroduce na yale ambao ninajua kama you anafanya. Right. Yes, good morning our sister. Good morning. How are you? I'm good. Ni kama hii usingizi leo nimekuharibia. No, actually I've remembered I want to be live, and I'm going to church. Yes. So I had to rush very fast, and actually I want to prepare myself to go to church, but I remembered I'm also. I have to. All right. So Bali asubuhi. Karibu sana. Watu wamekuwa wakingojea. Niliwaambia mimi siwaambii mgeni hadi wangoje hadi ufike pale, lakini umefika. Karibu sana. Na kabla ya kuchangia, nikipenda tu ongea jina lako. Ningependa tu ongea jina lako na uweze kuchangia. Kwanza kuna mada ambayo tuko nayo hapa, inasema kama bado unaona kwamba watu wanastahili kufanya kazi kulingana na the gender, ama bado hayo ni mambo ya kitambo, tuyaachane, tuzingatie mambo ya kisasa, tuweze kufanya kazi. The network is so down, naomba kwamba network sijui. Hebu naomba uweke muziki yangu kidogo ninapoangalia network yangu. Alright, kidogo tu tuangalie ukarabati hapa, and then we'll get back to you. Alright. Anaangalia network pale, lakini she will be back. Umeona jina lake pale kwa screen, she will be back, na mambo yatakuwa vizuri sana. Itakuwa nzuri sana ikiwa kama utakuwa in this fire of the Lord. We are on fire. Here we are on fire. Itakuwa ni vizuri tukifuatilia pale. Alright. Acha niweze kupata comment pale, tujue.
tuweze kujua ni lipi tulifane dameni. Haya. But can I just get back to Delma so that tuweze kujua yeye, but we'll get back to her kukaribisha mgeni. So Delma, usiondoke, mgeni akirejea utakuwa wa kwanza kumkaribisha. Utatoka baadaye. Ananiambia kama naomba nitoke, lakini kabla hujatoka kuna dada yetu pale atakuja so that you get to welcome her, umkaribishe kabisa kwa show yetu, na itakuwa vizuri sana. Zimekatika dakika 17 baada ya saa 12 asubuhi. But let me just try to give you some points kuhusiana na masuala ya work. Work doesn't follow mama agenda. It doesn't follow completely. I want you to understand that kwamba kazi haifuati na mambo ya agenda kabisa. Haifuati kabisa. Kazi inafanywa despite of work, of our positions at work pale. Hatufuati kama you are in such a position kwa sababu wewe you are now, let me use an example. I'm a journalist, I go take care of my kids. No. Lazima niwe karibu na watoto wangu, niwaangalie vizuri, nijue anakuwa namna gani. Hata kumshika lazima nitamshika. Hata kama nimevalia suti vizuri na nataka kuingia kwa studio, lazima nimwangalie mtoto. Kama analia nataka nimshike, lazima nimwambie mama, leta kitambaa nijiweke hapa, nijifunike kidogo, and then nikishajifunika nimshike mtoto vizuri, na nikishashika mtoto vizuri, unajua anaridhia kwa sababu ushamshika, at least na baba ananipenda. Unaona, mtoto akipendwa tu anahisi kwamba hako vizuri, na that is part of work. Itakuwa ni vizuri ikiwa namna hiyo, right? Alright, tuzidi kupambanua na kujua ni yepi yanatukia, lakini nikimalizia pale, kazi pia inataka moyo. Haitaki makasiriko. Kazi haitaki makasiriko. Unaambiwa na unajua kuna vile watu waambiana like this work is for us, for women, unastahili kufanya hii kazi. Unapata watu wame lose hope kabisa, I don't know, lakini what we need to do ni kwamba tunastahili tufanye kile ambalo kile ambacho Mwenyezi Mungu yuakusudia tukifanye. So in that way unapata kwamba tunasonga mbele without any problem. So we are back. She's back right here. Delma, you'll welcome our visitor right here so that feel kwamba yuko nyumbani pale. Yuko nyumbani, amerejea nyumbani, na baadaye tutaweza kuzungumza mambo mawili matatu, tujue kutana namna gani. For those ambao naona watu wamezidi pale, ni kama our sister alienda kufufua watu walikuwa wamelala, akawaambia mfuatilie pale Kisi Hote niko raifu. So watu nimeona hapa wanaingia sana. Thank you so much kwa wale ambao mnazidi kuingia. God bless you so much. This is Kisi Hote TV with Papa Isaac LENARD ambaye yuko kwenye mitambo siku ya leo, right? Delma, uko pale? Niko. Alright, sasa tu mgeni wetu yuko hapa. Sasa karibisha mgeni wetu, muimbie. Unajua wimbo wake hata mmoja? Hata sijamjua, hapana, simjui. As is Lord. Aujui huyu? Uko serious? Mbona vizuri? Hai, angalia tu jina pekee yake. That is a big name. Hujui? Ai. Mwambie tune, labda anajua wimbo wake. My goodness. Ai. Kama hakuwahi angalia Mashujaa hawezi jua. By the way.
But Delma mlaumu kwa sababu amekuwa away, she is abroad. Sasa maybe akufuatilia, si ndio? Yeah. Lakini Delma, kindly take this opportunity to welcome our visitor in studio. Afeel kwamba ako sawa, afeel kwamba ako na sisi, itakuwa ni vizuri. Aya, umetulia. Asante kwa kunipokea. Karibu. Mitambo kidogo inamkataa pale, sijui tutamfanyaje, but it's okay, tumeelewa. Alright, tuta lakini at least tumesikia kakitu hapo, our sister. Umesikia vile vile ameongea kusikika vizuri, lakini kidogo tu alisema tu karibu, nikidhani. Asante. Na pia kwangu pia nasema karibu tena, karibu sana. Asante sana. Now before we get to our guest of the day, your honor, I salute you. Najua umechukua wakati, umechukua fursa hii, umejua umeacha usingizi si rahisi, na ungekuwa umeshika kabisa. Actually, I was planning to go to church and I respected the word of God. That is why nimekaa hivi, and I wish I could do the interview for some 30 minutes, then I rushed to church. Yeah, sure. Yeah. Right. Sasa kidogo tu ili watu wakujue, lakini maybe they can just hear that sound alafu wajue. Mi nataka tu ile albamu ya kwanza that Kisi ambayo ulifanya ya kwanza kabisa, that first album, watu wajue tu you are that real lady about yeah. Amen. Thank you very much, my brother Isaac. You are more than a friend, because sometimes unaweza nishtua nikiwa nimenyamaza. Wacha Mungu akubariki sana 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 tena sana. And Mungu ainue huduma yako. So sijui watu wengi wanaweza uliza kwamba ukweli hawajawahi nione. Inawezekana wasinione, kwa sababu mara nyingi mimi sijajima kidogo, mitambo inamkataa pale, lakini yeah, mara nyingi napatikana kanisani. Mimi hupatikana kanisani mara nyingi, huduma yangu iko kanisani. So mimi huhudumu katika ibada, praise and worship, that is my ministry. Yes. So sometimes wanaweza kosa kuniona nikiimba kwa CD pale nje, but the ministry that God gave me ya kuhudumu kwa madhabahu sana. Amen. So acha niwaimbie wimbo wangu wa kwanza. Nafikiria wa kwanza, wa pili wanaweza jua. The first song nimeimba inasema kwamba albamu yangu inasema nirudieni mimi. Na hizo nyimbo nimeziimba, lakini sikuziweka YouTube kwa sababu nilikuwa ninaanza. So I was testing my voice whether it can play somebody outside there. Yeah. So let me sing one so that they can remember. Tata incheni gonko sasima. Tata incheni gonko sasima. Motu yago natugamire. Incheni gonko sasima. Amago kane na imokire igoro. Incheni gonko sasima. Tata incheni gonko sasima. Tata
incheni onkogosa sima amago kanena imokire igoro incheni onkogosa sima. Yeah. Sijui kama wengi walifika karibu na huo wimbo. Yeah, huo ndio wimbo wa albamu yangu ya kwanza ambao ninaupenda sana. Nakwambia this is the song ilinishtua, the vocal ilikuwa the best vocal na sijaisikia kwa hii dunia, lakini thank you so much. Naona pale kuna dada yetu anaitwa Dabo. Kuna dada yetu hapa atakukaribisha pia, anapenda kuongea Kisii, lakini leo nataka tuongea Kiswahili. My sister Dabo Kara. Good morning. Morning to you. Our sister is live here. Nadhani unajua hili jina ambalo ni jina kubwa sana, jina la kishujaa. Hapo ndio nilikuwa napitia YouTube hadi nimetuma nikakuja huko. Umeamka vizuri? Ndio nilikuwa naanza kulala sasa, hii ndio masaa ya kulala. Kana wacha nipite kidogo. Machi ni mtoto wa mtu. Aongea na simu ni mpaka saa hii. Ndio nimemalizana na so wengine hapo. Sasa nataka kulala, Waigora asinipate. Sasa wenyewe siko na taabu kweli. Alright, ni vizuri tunaelewa, lakini hebu karibisha dada yetu hapa so that she can feel ako vizuri. Dada karibu sana, sisikie uko nyumbani, show iko asubuhi, iko jioni. Kwanza ya jioni ni tamu tamu. Hapa ndio utapata vitimbi, kutuimbia, kujoana. Ni vyema kujoana. Alright, na uliangalia hapo kwa masuala ya mchango wa siku ya leo kuhusiana na masuala ya kazi. Unadhani wewe watu wafanye kazi siku gani? I mean, watu wafanye kazi kulingana nini? Come on. Mbona ninasumbuana na Kiswahili na Kizungu? Haya, watu wanastahili kufanya kazi. Alright. Watu wanafanya kufanya kazi, wanastahili kufanya kazi kulingana na jinsia, ama wewe unaona kivipi kulingana na maoni yako? Mi nasema sasa hizi mambo za job ngumu sana siku hizi. Wanasema wakati wa saisi kama wa babu zetu sasile za zamani zenye hatukuona. Mtu anaweza kuwa na kazi na akose kukuambia. Hivyo ni wakazi, mtu mwingine wa nje akutafutie kazi. Unaweza kuwa kama uko na shida. For example, wewe unaweza nisaidia kushinda my brother ama kushinda my family. Alright. Sawa. Ni vizuri because naona hapa siku hizi wanasema kwamba mwanaume afanye kazi fulani, siwezi pika, siwezi toa mtoto kusaidiana. Naona mwingine akiosha vyombo, mwingine anapika. Sasa hiyo ndio love. Lakini sasa wanaume wetu nimwambie akiosha vyombo ni kama nitapata slap moja. Hiyo ni kama itakuwa madharau. Sema for example mimi naenda kazi, sisi sote tunaenda kazi, lakini leo mzee ako off. Inapaswa kama mzee ako off akaosha vyombo, apanguza hata nyumba iwe clean. Lakini utaenda ukute pale penye uliacha, ukimuuliza itakuwa vita. So hata wanaume nyinyi tusaidiane. Badilikeni. Haya, vizuri, asante sana. Thank you so much. Sasa turudi kwa hadi wa siku ya leo, tujue anatuambia namna gani kuhusiana na masuala mengine, kwa sababu tulikuwa na mahojiano na nikaona ni vizuri ni kuingisha, lakini sasa umetoka vizuri. Turudi kwako Jocelyn. Yes bro.
Good. Ningependa tu jitambulishe vizuri ili watu wakujue because watu wamengoja sana, wamesikia tu sauti unavyoimba vizuri. Nilikwambia the first song ulioitoa ilini that's the song ilinifanya nikakujua, by the way. I remember, you know that. Yeah. Yeah, the first album unakumbuka ukikuja the place inaitwa where was that? Igare. Yeah. But then pia ulikuwa ushakuja, lakini hiyo time nilikuwa shule. I remember nimekuwa I have been your fan for long. So nimezeeka hata kama niko kadogo. Walio wa Mungu hawazeeki. Amina sana. Walio wa Mungu hawazeeki. The time nilikuwa form 4 nikifanya exam, actually that is the time ulikuwa na crusade kubwa sana pale Ikebuso, nakumbuka that. Yeah. Yeah, hapo sikuwa, lakini nikaambiwa kulikuwa na dada fulani hapa alikuwa na moto mbaya. So you did it well. Nashukuru sana. Leo ndio siku nimepata ya kukupongeza. Amen. Thank you so much. God bless you so much. Amen. So watu wanataka kujua bana, who is this Jocelyn Nyanzarura? Who is this Jocelyn? Wapi? Na unajua kuna wale wameanza kumeza mate, wamesikia sauti vile ni nzuri. Uambie tafadhali kama umeoleka ama bado, you know, punguza. ama waingie inbox pale waanze kucheza, lakini sijui, hebu tuambie. Okay, ni vizuri sana pia mtu kujua msimamo wa mtu mahali upo, kwa maana siku hizi sisi wahuduma hatupendi kujiweka hadharani. Lakini kwa yule mtu ambaye umejua ukweli na unataka kutengeneza uhusiano wako na Mungu huwe mzuri sana, ni vizuri kujitambulisha vizuri. So, ukweli kabisa, ninaitwa Jocelyn Nyansarura na nimezaliwa pale Sameta. Nimezaliwa pale Sameta na ninaishi hapa Kisii, whereby niko na mume. Niko na mume na nimeolewa kitu around here with one child. We are blessed with one child. Whom we love so much, and you know him, wengi wanamjua. Mara nyingi nikitembea mikutano huwa tunatembea na yeye sana tena sana. So we are blessed with one child. Mara nyingi ukienda Facebook ndio yeye ako huko. But we love God so much. God so much. But all in all, I know many people will want to know the name of my husband. Just know I'm married. He is around within township, and we are blessed with one child. And actually, we are expecting the second. But when I'll be ready, you'll know. Ongeza nguvu. All right. You must know. Yeah, they must. Yes. Because I must post. Kabisa. It's a must. All right. Yeah. Sasa dada yetu, vizuri sana umemalizia pale, lakini sijui umemalizia na wapi, kwa sababu ni mahali tumefikia. I serve under university.
Mitambo kidogo inakuchanganya. Sijui mbona inasumbua hivi kweli. Sijui kama uko kwa nyumba saa hii, naona ni kama light zimetokea pale nje. Ukiketi kwa kiti huko nje itakuwa shida. Ya, endelea kuwawekea wimbo wangu. Nafikiria wawekea Salama Rohoni as I sing it outside there. All right. Okay, if you have Salama Rohoni, kindly waweke it. Let me check it so that tuone itakwendaje. Not that one. Oh, I'll just play kidogo. Hiyo ni my background music. Yeah. Okay. Na pale mitambo inanitatiza kidogo, sasa sijui tu namna gani. Mitambo inatatiza. Let's wait for our sister to come back. But meanwhile, Delphine kumbuka nasema kwamba kwa mgeni karibu sana. May God bless you. Amen. May God bless you to our sister. She's gonna come back. Wacha tukingojea pale. Kwa watu ambao mnafuatilia pale itakuwa ni vizuri. Haya, ni mgeni wetu wa siku ya leo, anaitwa Jocelyn Nyansarura. She's gonna talk to us on many other things ambazo kweli zimebakia. Tukingoja tujue alianza safari yake, ilianza namna gani, kwa sababu wakati unayoyoma pale, naona nimebakia na dakika 20 pale tuweze kumalizia mambo na mahojiano, kisha baadaye kuna zile dakika za mazidadi kuongelea kuhusu historia ya Biblia, na baadaye tutamalizia mwendo huo wa saa moja na kitu pale, na itakuwa ni nzuri. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kufuatilia. You can just comment in, kwa sababu ya mgeni wa siku ya leo. You can just ask any question that you need to ask her this morning. Itakuwa vizuri sana. May God bless you. May God bless you. Bless you kabisa as we get to for right here. J King's right anasema kama good morning everyone. Good morning to you. Na kuona ndipo umeingia, hata wewe unaweza kuingia na link ambayo ninaiweka hivi sasa so that you can talk to our musician of the day. The musician of the day siku ya leo anaitwa kama ni Jocelyn Nyansarura, and she's gonna talk to us many things. Yeah, thank you so much kwa wale ambao mnazidi kufuatilia this morning as we get to know what to do. Yeah, thank you so much. Salama Rohoni, wimbo wake Jocelyn Nyansarura aliomba, lakini nimeangalia hapa nikaona kwamba itakuwa ngumu kidogo kuweza kuplay kwa sababu wakati unayoyoma kabisa na nimeangalia hapa nikaona kwamba wimbo kidogo mitambo imekata kidogo.
Nimekataa kidogo. Right, I can tell you kwamba tuzidi kufuatilia Papa hapa kwenye Kisi Hot TV. You are with me Papa Isaac Leonard, wakati ambapo tunangojea dada yetu tuweze kumalizia kwa interview hii ya leo, ambapo we are waiting tumuone siku ya leo kwamba kutana namna gani, alafu tujue kutana namna gani. Right, Papa Isaac Leonard in studio right away kwenye kipindi cha Sifa na Ibada, ambapo kinakuja kila siku ya Sato na Sunday mwendo wa saa 11 asubuhi hadi saa 1 asubuhi. You know, those are a few hours ambazo tunastahili tumwabudu Mungu, tumshukuru Mungu na tumwinue Mungu, na kwa hali zote yote 9 ama yote 7 mambo yanakuwa mazuri. Still waiting for our sister ili tuameingia. Thank you so much. Thank you. She's back with us. Let us join her. And thank you Jaking right kwa kusema kwamba she's a good musician and we love the songs ambazo anaimba. Thank you so much Jaking right. Delvin Kwamboka anasema anafurahi tu kwa sababu ya dada yetu, anasema kwamba how is she saying here? Anasema kwa mgeni wetu karibu sana, may God bless you. Yeah, she is getting all these comments. Haya, wanaanza kuambiana kwamba waingie waulize Jocelyn Nyansarora leo maswali vile wanataka. So Jocelyn, jitayarishe, maswali yapo hapa, watu wanakungoja na maswali. Haya, tuweze kuingia kwake Jocelyn tukiangalia mawili matatu. Tumekuwa kuwa na break, so kama ulikuwa mjanja maswali ungekuwa ushaya post sasa hivi, tujue ni yapi ya kumuuliza na ni gani itakuwa the best question ya kuuliza na ni gani tutaacha. Haya, tujue safari yake Jocelyn Nyansarora. She is a good musician, I tell you. Nimekuwa tu once a time kwa ushauri wake, I followed that advice. Na by the way, I'm not the same. Jocelyn, unapata hiyo? Alright, karibu sasa tujue story yako. Wewe Jocelyn, ulianza safari yako ya music wapi? Ulianzia wapi? Okay, thank you very much kwa sababu pia ya nafasi ya tena. Nakumbuka nikianza kuimba nilikuwa mdogo sana. Nilikuwa like my son, you know. I was very young, you know. Nikienda kanisani pale. No Sunday school. Niko pale Sunday school na I remember the late dad alikuwa ndio CD director wa vijana. So nikiwa katoto nakimbia nakaa mahali yako. So one time when I was in class 5. Nikaomba na oh man, when I was given the chance, I don't know why the network is slowed down, but when I was given the chance to sing, I sang. There is a song ya kitambo sana, I cannot remember for now, but it's in mind. I sang that song na nikapigiwa makofi, nikaketi. Ikaja tena muda ingine wakati nimefika nao class 7, nikachaguliwa kwa Edgar. Edgar wa primary. So nikiwa primary ninasimamia watoto wote, bado ninasimamia chapel. Yeah. So I was singing like that. At time it reached now nimefika form 1. Form 1 ika happen kwamba kweli familia yetu tulikuwa chini. Singeweza kuchukuliwa shule kubwa. So nikasoma tena shule iko next to my primary school. So the principal of that school knew me. So she had to put me CU. Nikaingia CU, nikaanza kuimba CU like that. So when it reached now form 2 second term, nikaanza kukombozi nyimbo zangu. Nakumbuka hizo nyimbo nilikombozi hata sikuziimba mahali popote, but I was composing nione can I do? I got yes I can do.
And so that is how I started the journey of singing. To cut a story quick in short, I started singing like that until it reached when I came to college. First year, I got a pastor when I went to minister at Tinderet, Metamayo pale ndani. There is a pastor who came from Nairobi, and that pastor actually saw me singing live music. That is, I was just leading the praise and worship in the altar. The pastor never knew me. He only came and asked, kindly help me the CD which imekuwa ikiimba hapa, nisaidie tu na hiyo CD because imenibariki moyo. So mimi nikiwa pale nauliza, hatujaweka CD, maana hata mimi mwenyewe sijaimba CD. So I had the pastor was there. I had to tell him, huyu msichana ndiye amekuwa akiimba. You know, the pastor alinisupport nikaimba volume yangu ya kwanza yenye unajua sasa kabisa. He took me to Nairobi. I recorded the first volume. Immediately when I came to my church, the church supported me nikashoot the first volume. And then when I continued like that, now the producer who recorded me in a pastor's house, he again called me and asked me, Jocelyn, where are you? Kindly, I'm opening my studio here in Kayole. Come and kindly ntongore, niende nimfungulie kwa kurecord. So I had to go, nikafungua studio. Mimi ndio mkisi wa kwanza, huyo producer wa Nairobi anaitwa Marita alirecord. So I had to go, akanirecord volume yangu ya pili. Remember it's free. Remember it's free. Actually when he finished, again he came from Nairobi mpaka kwetu nyumbani Sameta, kwetu kabisa. Akanishoot bure. Wow. The only thing I gave that man, it's fair ya kumfikisha Nairobi na kuku. Because I had no money by then. Actually, I had no money. My family was down. Now, volume 2, when I recorded, nilikuwa na zile, unaona unaenda, unafika mahali, ukifika studio, unaambiwa enda utafute pesa. Hapa hatuwezi rekodi bure. Ama ukienda unafikiria mtu anakupromise kwamba ninataka nikurecord. Ukienda pale anakuambia, oh, niko busy. You know, hakuna mtu apendi pesa. Si hata wewe unapenda pesa? Yeah, sure. Yeah. No, there's nobody who doesn't love money for now. So actually that is how I was done. I was being told, lakini sikukufa moyo. Actually nilijikaza moyo kwa maana I knew my time will come. Yeah. That is how I recorded my second volume, and now my third volume I'm on recording. Hiyo sijajua lakini sija release. Yeah. Lakini nafikiria itakuwa ni ya baraka kwa watu, kwa sababu najua unaanza kutoka chini kabisa, ukigrow ukifika hata volume ya 3, 4 hapo umepasuka. Actually I'm on recording that song, and actually there is somebody who supported me. There is somebody, 2 people, my pastor Peter Muruabe many support kwa hiyo volume. Na pia there is a brother who is in America, anaitwa Victor Momanyi, ni gospel artist pia. Yeye alisikia wimbo wa Abanyangongo tukiimba pale stadium, ilibidi atoke America akuje. Wow. We had to tulifanya korabo na yeye, ndio akarudi America tena. Wow. Yeah. So actually that is how I've done my ministry. Yani ni kumaanisha kwamba Jocelyn Nyansarora ni mtu ambaye yani kwa kila kitu ambacho amefanya kwa music ni grace tu. Ni grace. Neema tu. Yeah. Sasa history itakuwa tamu.
Haya, tukisonga because unajua yani Mungu kumbe anafungua njia namna hii. Yani wakati ulikuwa chini, but there is something that seed ambayo Mungu alikuwa amepanda ndani yako tu ikakufanya ukang'aa tu. Hiyo seed ikagrow, imegrow just because of the grace of God. Wow, glory to God. And you know, by then my husband had no money. So we were struggling up and down. Na nilikuwa na singeweza kumbush kwamba nataka kurekodi, mbona usinipatie pesa, si unitafutie. So I understood him. Yeah. Vizuri sana, watu nazidi kujua story yako. By the way, mtu kama mimi hiyo sikuwa ninajua, at least nimejua nimejua hata mimi I can just move because grace. Yani hiyo imenipa tumaini. If there is someone pale nje and you feel like uko very low sahi and you still have something, you still have that seed of God in you, usijali, God is coming. Hallelujah. God is coming through us. Good people about it. Sure, I believe that. Sasa baada ya wewe kuimba, lakini kuna wimbo fulani ambao wewe ulipoimba ulihisi kwamba huu wimbo now it's my best song. Which is that best song ambao kweli ukienda pahali you have to sing this song? Lazima. Okay, the song I can do for now, and I love it so much. Salama Rohoni. Wow. It's well with my soul. Yeah. And why choose Salama Rohoni? Okay, you know, there is a time I was nilikataliwa. Mpaka na yule mtu ambaye ninajua huko akikweli na huyu hawezi nikataa. Yeah. Ukienda kama ni mkutano mahali umepata waimbaji wako pale. Kila mtu anaweza kukataa, yani like hawataki uimbe kwa sababu mimi nyimbo zangu mingi zinaenda pole pole. Ni kidogo sana nimepaka. Sijui ni 2 ama 1-2 there. So nikienda mkutano mahali naweza kosa kupewa nafasi kwa sababu nyimbo zangu ni za polepole na haziwezi leta watu. That is the breaking point. Yeah, unaenda mpaka ninakumbuka nikiimba mahali fulani. Nilikuwa nachekesha watu kwa studio juzi. Nilienda kuimba mahali fulani na nilikuwa nimeshona skati, ilikuwa kombo. So nikajaribu kuombelea nafasi, nakumbuka nilikuwa naombelea nafasi niimbe. Naomba nafasi kutoka saa 2, mimi ndio nilitangulia saa 2. Naomba nafasi mpaka nikakuja kupewa nafasi saa 8. Na niliimba nikaambiwa imba stanza moja uketi, my friend. Niliimba. After kuimba kumaliza, nakumbuka watu waliomba CD zangu na sina. Sijaanza kuosha CD by that time. Ilikuwa ni balaa kwangu, lakini nikaambia Mungu kabisa nisaidie. Isiwe kwamba ni kitu ya kunikwaza niwache huduma. And that is why I sang the song. You chose Salama Rohoni. Salama Rohoni. Yeah, sure. Enyewe ni Salama Rohoni. Okay, let's try to ask you, nijaribu kujua, your songs, are they testimonial songs because of the experience ambao umepitia, ama they just come because it's, yani umesikia wito fulani kwamba huu wimbo umenikujia? Yeah, how do you get your songs in short? Actually, volume 1 nimeimba Salama Rohoni ndio iko testimonial. Na zingine zote zinaabudu Mungu. Yeah. Direct. But volume 3 pia nimeimba moja ambayo ni testimonial.
nayo pia nilipitia sana. And yeah, there is something I passed through, and I sang. Kuna wimbo nimeimba mpya kabisa, nafikiria nimeimba mahali watu wanaweza ujua. Unasema, maneno ya wanadamu yamenikera mimi, maneno ya wanadamu yamenichosha mimi. Mungu uko wapi? Unipanguze machozi. Mungu uko wapi? Unipanguze machozi. Wow. Dunia ina mambo mengi sana. Dunia hii ina mambo mengi sana. Ukibarikiwa kidogo wanasema Illuminati, ukiinuliwa kidogo wanasema Illuminati. Dunia hii ina mambo mengi sana. Ukiwa bado masikini bado wanakuongea, bado ukiwa una kitu wanakuongea. Maneno ya wanadamu yanavunja moyo. Maneno ya wanadamu yanavunja moyo. Actually, that song I sang wakati tulitoka Mashujaa. Kuna wengine hawakujua kwamba tumebarikiwa na kitu kidogo. Part of so wengine wakasema kwani Jocelyn ametoa pesa wapi? Ameingia Illuminati. Yeah, part of my family members walisema kwamba nimeingia Illuminati. Na unajua ukiwa Illuminati siwezi kaa kwa hii nyumba hii. Ningekuwa nakaa kwa bungalow. Ningekuwa na gari. Sasa unajua sina gari. Ningekuwa na gari. Ningekuwa nimenunua gari. Yeah. Actually, my phone is turning 5%. Yeah, I kindly allow them to ask me some questions as I prepare to go to church. Kindly. Alright, kwa sababu hii ni I have 1 minute. Hii ni kama tutai conclude next week kwa sababu ya wakati, sio? Yeah, kindly. Yeah, nikimbie kanisani because tunaanza ibada 1:30. Okay, naelewa. Aya, kuna mtu hapa anauliza kwani anaitwa nani? Kuna mtu hapa ameuliza kwa sijaangalia hapa. Lakini naona kama sijaona swali. They are just trying to say that God is so rich. Stop limiting, please. So we trust in him in everything. Alafu Delphine Komboka anasema yes, nimemuona huko kwa hapa Nyangongo. Nice one dada yangu. Mungu ni wa neema kubwa sana. Dada anafungua njia, passport na njia. Sasa umetabiriwa kwamba Amen. Amen. Kuna watu pale pia anasema kwamba walikuwa wananiuliza mbona sijapitia comments zao, but I agree kama nimezipitia. Hapa kuna maswali mengi kweli. Hapana, hamna maswali hapa. Maybe ni swali la mwisho tu kabla ya hiyo wewe kutamatisha na kutoroka. Maybe the last word naweza nikakuuliza, it's about the plan you have for your music. Kwa sababu kuna watu ambao wameingia kwa mambo ya live music of late. Siku hizi wanafanya kwa channel yao, unaona kwamba ni live siku hizi. Wengine hufanya mambo yao wao tu wamezoea tu na mambo na album, mambo na kutoa single song. So wewe tuko na mpango gani let's talk of 2021?
mitambo pale imemkata dada yetu sijui, lakini inakata, lakini I am planning to have a band. All right. I'm planning to have a band, and I'm still praying to God so that He can give you the people who can serve God in truth and spirit. The people who are devoted, the people whom we can walk with. I remember one time I walked around a certain band, but I don't want to say what, but I laughed, and other side and I never laughed, but I laughed. Mingi nilipenda kazi yao sana. So naomba kwamba tupate watu wetu wale ambao wanaweza jitolea. Mtu ambaye kuna kipaji cha kuimba na ameshindwa anaenda wapi, na kuna sauti mzuri. Unajua watu wako na alto mzuri, lakini wanashindwa kukaa identified kwamba you can sing. So those are the people I'm looking for. The people who have voices, who have that desire of knowing more. Tuendelee na wao. Tushikane mkono, tusaidiane, tufanye huduma ya Mungu igrow. Waniinue, ni wainue pia, tuinuane kwanza, na itakuwa baraka sana. Good. The last words for your family, for your friends, for your fans right here. Waambie siku ya leo. Okay. Nataka kusema kwamba asante sana kwa kunisikiza, na asante kwa sababu ya kuchukua muda wenu mzuri kuacha usingizi yenu wengine, na wengine wameacha kuingia kulala wamenisikiza. Wacha Mungu awabariki sana. And nataka kushukuru kwa sababu ya familia yangu. My partner, my son, my sister who is in the house here, and my mother who is at home, my brother, my sister who is somewhere, the other sister is in Nairobi. I want to say my family down, familia ya kina baba mtoto na kanisa langu lote, na washukuru sana, na pia wewe ambao ulinialika. Asante, but we'll conclude this next week. I promise you, these guys ambao wanaendelea kuuliza maswali, tutauliza ya maswali mengine next week on Saturday. I think so that tumalizie. So the first thing mtafanya maswali ndio tuendelee. In case nikiwaacha hanging upate tulimaliza maswali. Sure. Yeah. Alright. Tunashukuru sana. God bless you. Just say hi to your family. Na tunashukuru sana kwa sababu ya kipaji ambacho Mungu ameweka ndani yako, and we really believe that you far, and really God is going to lift you even higher than where you are today. Amen. Because wherever you glorify, we'll have to uplift you surely. Thank you so much. God bless you. Goodbye. Tumekuwa na Jocelyn Nyasarora, and thank you so much kwa wote ambao mmefuatilia katika kitengo hicho kidogo kifupi tu, because tumekuwa tukisumbuliwa na mambo na mitambo kidogo, but we really know the impact of God kwa maisha ya kila mmoja tu ambaye amekuwa akifuatilia kwenye Kisi Hot TV right here ama siku ya leo. Thank you so much kwa wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia. I want to end up with this by saying the word neno la Biblia. Neno la Biblia, historia ya Biblia. And I want to tell you that today Wambu akisi kusoma your question. It's the last question, but I'll read it the next week, I promise you. Right. Jephthah's promise. I want to get to Jephthah's promise. Kuna maagano ambayo ukifanya na Mwenyezi Mungu, that is part of the history, biblical history ndio tumeingia sasa hivi. So just wale ambao mmeingia hivi sasa, we are getting the biblical history tukimalizia pale. Tumekuwa na Jocelyn Nyasarora, but next week I promise kwamba tutakuwa hapa ili kama tuweze kumalizia. Now I want us to get to this, but though atamalizia so that we have another person, kwa sababu tutakuwa na watu wawili. Kuna yule wa Chandler ama Jandle the group kutoka pale Rwanda, waliniomba pia nafasi nyingine ili kwamba waweze
itakuwa vizuri. So next week tutakuwa na yule wa Chandler, wao ambao wameimba Yesu huyu Yesu rafiki mwema. Tutakuwa na mmoja wao anaitwa Pauline Israel kwa mara ya nyingine, ili kwamba tuzidi kuweza kuongelea maswala mengi. So muwe na maswali ya watu wawili, because I'll be having the sister for 20 minutes and the other man, our good brother, for for like half an hour or 1 hour or something like that, something of such kind, ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja, na itakuwa nzuri ajabu. Wale ambao mlikuwa mnataka kuimba, ningependa tu mwingie, so that muimbe in a few, so that tuweze kujua. Tutaenda kwa neno la Biblia ya Jephthah's Promise. Je, umeamka mapema kwa neema ya Mwenyezi Mungu? Kama ndio basi, na kukaribisha kwenye runinga yako ya Kazi News TV kila siku ya Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 1 asubuhi kwenye kipindi cha Sifa na Ibada. Nami ndugu katika Kristo Isaac Leonard. Usikose, maana itakuwa ni baraka tu. Alright, tuzidi kutembea pamoja nawe, niweze kuingia kwa sababu nimepeana dakika hizo, sekunde chache tu nikiplay hiyo advert kidogo, lakini inaonekana kama kwamba tuko mbali na simu, lakini ni kama tumeridhia pia kufuatilia tukiwa hivyo, na Mungu awabarikie sana. Alright. Team comment pale, naona mnaendelea kujaza mambo mazuri kabisa, and I'm really happy for you. May God bless you so much. Let's get to the story ya Biblia. Story ya Biblia iko nzuri leo, iko nzuri sana leo. I want you to get to this. Umeipata hii story pahali? Just get it right here today. Si pahali pengine, right here today. Haya, tunataka tuangazie tu Biblia hiyo kwa muda huu ambao tuko nao kwa sasa hivi, and our God is so faithful. He'll have to bless us. Yeah. Yo, umeifanya agano na Mungu na kweli ukahisi kwamba ili agano nimetengeneza, baada ya wewe kufanya hilo agano unafika pahali unasia, kumbe nilifanya hili agano jameni, sikustahili kufanya hili agano tena, lakini kwa sababu nilifanya hili agano na Mungu, itabidi kwamba nimelifanya. Kuna mtu alifanya hili agano ambaye anaitwa ni mtu wa Mungu, ambaye anaitwa nani huyo? Anaitwa ni Jephthah. Na Jephthah alikuwa ni judge. He was among the judges in Israel. Alikuwa kati ya waamuzi, because a judge is called muamuzi. Alikuwa ni baadhi ya waamuzi katika eneo lile la Israeli. Na wakati yako pale, we are told that Jephthah lives at a time when the Israelites are no longer worshiping Jehovah. Watu wako wanamwabudu Mungu. Let's just read kutoka hapo. Ukiangalia kwa hayo maandishi ambayo yanapita pale chini, utaangalia hivyo vifungo ambavyo nataka nivisome siku ya leo. Tuanzie na pale chapter 10 verse 12. Was it first 12 or verse what? Verse 6. Chapter 10 verse 6 to 18. And now tusome kwamba, then the children again did evil in the sight, the children of Israel again did the evil in the sight of the Lord, and saw the Baals and the Ashtoreths and the gods of Israel, the gods of Sidon, people of
Ammon and the gods of Philistines, and they forsook the Lord and did not serve him. Tukisanga pale chini inasema, so the anger of the Lord was hot against Israel, and he sold them into the hands of Philistines and into the hands of the people of Ammon. From the year they harassed and oppressed the children of Israel for 18 years, all the children of Israel who were on the other side of Jordan in the land of Amorites in Gilead. Moreover, the people of Ammon crossed over the Jordan, over the Jordan to fight against Judah, also against Benjamin, and against the house of Ephraim. Tukisonga pale chini inasema kwamba so the Israel was severely distressed. Tuangalie pale, kuna ndugu yangu pale anataka kuongea na sisi kabla tudasonga mala kwingine. Mr. Victor Mark, good morning. Ametoroka tena, ametoroka, so let's get continue. Inasema kwamba, and the children of Israel cried out to the Lord, saying, we have sinned against you, because we have served both forsaken. We have sinned against you, because we have both forsaken our God and served the Baals. So the Lord said to the children of Israel, did I not deliver you from the Egyptians and from the Amorites and from the people of Ammon and from the Philistines? That is a question that God gave to these people. And then verse 12 pale chini inasema, also this also the Sidonians and the Amalekites and the Moabites oppressed you, and you cried out to me, and I delivered you from their land. Yet you have forsaken me. You've forsaken me and served other gods. Therefore, I will deliver you no more. Go and cry out to the gods which you have chosen. Let them deliver you in your time of distress. And the children of Israel said to the Lord, we have sinned. Do to us whatever seems best to you. Only deliver us this day, we pray. So they put away the foreign gods from among them and served the Lord, and his soul could no longer endure the misery of Israel. The people of Ammon gathered together and encamped in Gilead, and the children of Israel assembled together and encamped in Mizpah. And the leaders of Gilead said to one another, who is the man who will begin the fight against the people of Ammon? He shall be head over all the inhabitants of Gilead. Tusonge pale chini as we read the other verse, that is chapter 11. This is chapter 11 verse 1 to 14. Tasoma pale ya mwisho ile 30. Let me start from 37 to 40. Hiyo ni chapter 11 ambapo inasema kwamba, then she said to her father, let this thing be done for me. Let me alone for 2 months, that I will go and wander on the mountains and bewail my virginity, my friends and I. So he said, go. And he sent her away for 2 months, and she went with her friends and bewailed her virginity on the mountains. And it was so at the end of 2 months that she returned to her father, and she carried out his vows with her, which he had vowed. She knew no man. And it became a custom in Israel that the daughters of Israel went 4 days each year to lament daughters of Jephthah in Gileadite. Richie Ongera anasema kwamba it tuned in Nyamira Kerenyo. Thank you so much. Thank you so much. I see you. Haya.
but I want to tell you about this story ya Jefta alikuwa na msichana and alikuwa make promise na Mwenyezi Mungu. Promise, you know, making a promise with God is not something easy. I'm telling you, my friend. So have you ever made a promise and later you found it's hard to keep? That's the question for today. Umeifanya yani agano na mtu ama Mwenyezi Mungu, and wakati imefikia hilo usiku ama huo wakati, you feel like, oh my, this is what I promised, and you feel like you should not do this. Unahisi kwamba yani ningejua singetengeneza tu agano na mtu yeyote. But you know, once umetengeneza agano na Mwenyezi Mungu, because he is a faithful God na yeye si mwongo, siku zote we find what you have promised our God. And let's get then Jephthah lives at a time when the Israelites no longer worship God or Jehovah, so they are again doing what is bad. When they are doing what is bad, this makes the Israelites cry out to Jehovah, we have sinned again. So they sinned to God, and they sinned to God, and they were trying to ask for forgiveness from God. BBC 7 haingie ndani mama yao iko wapi, wanaingia. Let me hope so. So the people are sorry for the bad things that they have done. They show that they are sorry by again Jehovah helps them, kwa sababu walionekana kwamba wamekiri dhambi zao, so they asked for God to forgive them. Waliomba tu Mungu, tusamehe, tumekurudia wewe, tumekurudia kabisa. So moving down, we have Jephthah is chosen by the people to fight against the bad Ammonites. Jephthah wants very much from Jehovah to help him in the fight. So Jephthah akaamua sasa, hapa sitoweza kwenda bila wewe, na I need you to fight for me. So pale chini anasema, so he promised Jehovah, if you will give me victory over the Ammonites, the first person that comes out of my house to meet me when I return from the victory, I will give it to you. Oh my goodness. Alimpa Mungu agano, akakafana Mungu na alifana na Mungu agano, akamwambia ukinipa ushindi katika hivi vita, nikirudi pale nyumbani, yule mtu mbaya atakuwa wa kwanza kutoka mlangoni mwangu, nitakumpa wewe. Yes. Now Jehovah listens to Jephthah's promise and helps him to win the victory. When Jephthah returns home, do you know who the first person anapata pale nje? The first person anakuwa ni mtoto wake, dada. Oh my goodness. So it's his only child. Oh my daughter. Jephthah cries, what sadness you are bringing me, but I have made a promise to Jehovah. Alikuwa amemeka a promise na Jehovah. Yeah, I tell you, and I cannot take it back. You cannot take any promise. There must be a seal. A seal is victory. So if there was victory, angekata. So when Jephthah's daughter learns about his promise, at first she is sad too. Alikuwa nahisi kwamba dad, tena umeniuza hivi. No, but now when she realizes what this promise meant, and then she will have to leave her father and friends. This means that she will have to leave her father and friends, but she will spend the rest of her life serving Jehovah at his tabernacle in Shiloh. So the place ambapo walikuwa na worship Mwenyezi Mungu ilikuwa in Shiloh. So that's the very place ambapo walikuwa wakienda and they worship God. And lastly, let me get to this other last part. So Jephthah's daughter goes to Shiloh and she spends the rest of her life serving Jehovah at his tabernacle 4 days out for every year. The women of Israel go to visit her there and they have happy time together. The people love Jephthah's daughter, and because she is such a good servant of Jehovah.
talking to you my friend, my dear sister, my dear brother, wewe ambao unanitizama wakati wa sasa hivi zikiwa zimekatika dakika 21 baada ya saa moja asubuhi hapa Kenya, hapa Kisii, hapa Kisii Hot na Afrika Mashariki. Na ningependa tu kuambia kwamba agano la Mwenyezi Mungu li dhahiri na kwa kweli haliwezi likatoka tu. Yani ukifanya na agano la Mwenyezi Mungu, just do it. Mara nyingi watu tumechukua vitu vingi. We have promised many things in the altar of God. Tuna promise kwamba mimi nitaleta simiti moja kanisani tujenge madhabahu, nitaleta matofali gari moja, alafu naleta matofali gari moja. Watu wanadhani ulivyosema, ulikasema ni hii ziwa zamji wanasema, sijui, I don't know. Na hapo nikianza kufanya hivyo nitakuwa nimekosea. Hizi magari kubwa za kubeba matofali, mtu akadhani pale utajaza pale, na ulivyosema watu wanapata kakanta kako hapo kanakuja na matofali. But that means it's true you have done it, but you have not done it fully as for what you promised. Mara nyingi we promised many things. Mara nyingi hata kwa matanga, even the politicians ambao mnasikia siku ya leo, mara nyingi mna promise kwa matanga, napeana hii, napeana na hii, napeana na hii, but at the end of the day you don't give it for what you have promised. At the end of it all, who is to lose? You are the one to lose. These other people, Christians, we should not be fake promise makers. We should not be fake promise makers. We should be real. We should be realistic. We should be to the fact, with that fact kwamba hapa itabidi tumefanya hivi. Ukiwa tu yani be someone about you can be trusted in everything that you do. Be a person who can be trusted. Trust me. If you can be trusted, as for this person called Jephthah, he was trusted. He trusted the Lord, and everything that he did for the Lord, and everything that he wanted for the Lord, and every victory that he wanted, he knew that Jehovah God was going to give him the victory. So even into your life, katika maisha yako, wewe jua tu yule atakayekupa ushindi ni Mungu Mwenyezi. Hamna mwingine. Watu wengine wanasema sa God, yani hamna mwingine ambaye anaweza kukupea ushindi zaidi ya Mungu Mwenyezi, zaidi ya huyu baba wetu. Sasa huyu sa God ambaye tunasema kwa ile shengi ya watoto wa mtaa, wale wase mtaa, yule sa God ukiwa kwake mambo yatakuwa sawa. Nyagoseta tuned in kama kawa. Thank you so much. So we need to know that wherever we make any promise to God, it should be realistic na lazima itimilike. I trust me you kwamba ukifanya hivyo na Mungu Mwenyezi atajidhihirisha kwa mambo yako, because even that thing ambayo umetoka kwa roho yako, God accepts it. Kumbuka Kaini alipokuwa akipeana dhabihu yake haikuwa imekamilika, lakini Abeli alipopeana dhabihu, Mungu aliitika, because it came from the heart and it was very realistic. Thank you so much for getting onto this word. Sijui kama kuna swali, lakini kama una swali basi I want someone ambaye ataweza kusema goodbye, ama ambaye anaweza kutuombea as we get to finish up this show right here on Kisii Hot TV. Thank you for being with us. Remember, this is Kisii Hot TV and you've been with me here, Papa Isaac LENARD, kwa wakati wote tangia tulipoanza hadi hivi sasa, and we thank God for everything ambayo anazidi kututendea juu ya maisha yetu. Thank you so much kwa wale team WhatsApp, team Facebook, team YouTube wote. God bless you, and how I pray we get on trusting in the Lord and having that faith kwake Mwenyezi Mungu. I don't know why some things are happening, but anyway, let me say this.
siku zote unapomaanisha kufanya jambo, lifanye kwa moyo na lifanye ukijua yule ambao unanifanyia si mwingine, ni Mungu Baba wa milele. Is never a man. Is never a man. Is never, I mean, is never to be actually to be treated like a man, because anajua mawazo yetu, anajua tunavyofikiria, anajua tulikosimama, anajua tunakolala, anajua tunakotembea, anajua tunakosimama, anajua tunakoketi, anajua hata kifo chako. Yani hakuna kitu nastahili tu kumnyima huyu Mwenyezi Mungu, hakuna kitu. Yani what he should do, alivyosema our guest of the day kwamba yani muabudu katika roho na kweli. Na tukifanya hayo yote katika haki zote, Baba wetu Mwenyezi atakuwa pamoja na sisi. Have a good day. Blessed be you. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. To remind you kwamba ile worship experience imeandaliwa vizuri na it will be done the last week of August, and actually that will be, I'll tell you what we'll do after then, kwa sababu itakuwa ni nzuri sana. Itakuwa siku ya Saturday kuanzia mwendo wa saa 9 hadi saa 12 jioni, and I tell you it will be so wonderful for you. There will be good singers kama huyu ambaye ameondoka hapa, Venabi. I had her last week, and we have this man called Spidix Umurua, and we have the other person ambaye anaitwa MC Vicky. We have Ben, we have a daughter to MC Vicky pia atakuwepo pale, and we expect a lot from that worship experience. We expect a lot, no matter what. I know I have been having a challenges ya kupata venue, trying to get a place. I know Jehovah God will not leave me, na najua kwamba he is with me. He will never leave you and he will never forsake you. That is what the Bible says, and that is what gives me some trust in the Lord. Kwa hivyo sina la ziada kutoka hapa, ni tupatane tena wakati mwingine kama kesho pale. Kesho I trust me you, kesho nitakuwepo hapa, msijali. Last week I was somewhere, but for this week I'll be there kesho, kwa sababu baada ya show I'll be heading to Kisipoli for another thing ya kiofisi pia. Lakini may God bless you so much. I thank you. So for those people around Kisii town, you'll find me Kisipoli in Kisipoli come tomorrow after the show, ili kwamba tuzidi kuweza kuwasiliana. God bless you sana. God bless you. Goodbye. And from here I want to say, may the grace of our Lord Jesus Christ and his love and his fellowship be with you forever and ever. Amen. Goodbye. 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 Goodbye.